Je, vipi akikubali? Nimekupa kazi uifanye. Amekubali pita naye. Lakini kaka, kwa nini umenipa jukumu la kuongoza shemeji yangu? Unaona kuvunjia heshima wewe pamoja na shemeji? Haikuhusu. Nimekupa kazi ifanye kikamilifu. Alafu inaonekana hata huko mtaani unashindwa. Kama shemeji yako hapa nyumbani unashindwa. Unataka kuniambia hata huko wadada unawatongoza unashindwa kufanya kazi? Au hauko vizuri mdogo wangu? Sasa kaka, unavuka mipaka bwana. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila kwenye hili la shemeji tusije tukalaumiana. Mimi nafanya kweli. Ndio hivyo sasa, familia yangu tukatoka tunapiga rajisha. Umetoka wapi mwanangu? Shoga yangu. Wale tabia za kishamba, mimi believe unakaa naye ndani afa ile tabia za kishamba. Waomba usikie mwanamke. Waomba atingue mwanamke wewe. Wewe. Ule hapo atingue unajua wewe. Ule hapo atingue. Wewe nyazi waomba uzani. Wewe. Ya bado ndo mandani. Ule kwanza ule wewe. Wewe. Atingue mwanangu. Ya na hapo ni sana sijaga. Kichumba nje hapa. Baba ile mwangu tutatue. Afande si kama tulivyoongea kwenye simu kwamba mwanangu nijua amepotea ndani ya wiki moja, lakini nipata ripoti kwamba yuko kwa bwana. Okay. Wewe bwana unajua anapoishi? Hapana, sipajui. Jina lake unalijua? Hapana. Ila nipe muda mpaka jioni nitapata jibu, nitakutumia meseji au nitakupigia. Sawa sawa. Ila na sisi kuna kesi kama hiyo iko pale kituoni na kuna kijana anaitwa Bulenya. Huyo kijana anasumbua sana. Kwa hiyo tulikuwa na operation ya kwenda kumkamata. Tutamuunganisha kwenye hiyo kesi ya binti yako. Haya, asante afande, nashukuru. Haya, asante. Kazi njema. Blaza yupo. Hiyo ndo salamu. Hayupo. Tulia. Shemeji, naomba usinisogelee, kaa mbali na mimi. Tulia. Tupo wawili tu ndani. Tulia. Mimi sitaki. Shemeji, mimi sitaki. Sitaki ujinga wako. Niache, usiniguse. Niache. Niache baba. Niache. Niache. Nilikuwa nakwambia kila siku kuhusu wewe mdogo wako. Nakwambia mdogo wako sio mtu mzuri. Kila siku amekuwa mtu akunisumbua. Ona sasa anataka kunibaka. Nyamaza. Naomba unisikilize. Kwenye ndoa kuna aina mbili ya wanawake. Aina ya kwanza ya wanawake ni wanawake ambao wanakuja kujenga familia. Sasa wewe inaonekana unakuja kubomoa familia yangu. Kwa hiyo mimi nakwambia kuhusu mdogo wako, unaona mimi nakuja kubomoa familia yenu, si ndio? Kwenye familia yetu sisi hatujalelewa hivyo na mdogo wangu. Kwa hiyo wewe inaonekana ndio unataka kuja kufanya hiki unachokionyesha hapa. Mdogo wangu hawezi kufanya hivyo. Kaa kimya, kwa toka. Toka! Nasema toka. Mwanangu, piga msana.
Majirati. Majirati. Hivyo. Sasa masuala gani yanaweza kuletana huko? Ungetaka mimi nisikulete huku, usingenifanyia yote unayonifanyia, ungehudumia watoto wako. Kwa kuletana hapa umeumia sana. Ina maana nisingekuleta hapa mimi ningeishije na watoto na kutafuta hata kwa mawasiliano hatupatani. Mimi ni mambo mengi tu. Sengine unaweza ukapiga simu ukaona kama vile sishiki kwa wakati, lakini sio tatizo. Lakini sio shida kunileta huku. Maana unaponileta huku mimi unakuja kunidhalilisha. Mimi nakudhalilisha wewe, ila wewe kunidhalilisha mimi kuaniachia watoto na hudumia mwenyewe unaona sio kudhalilisha. Kwa taarifa yako, mkeo ndo alonishauri mimi nikulete wewe hapa. Na hutaweza kupata mwanamke aliyokuwa mzuri kama yule na roho yake nzuri pia. Na mimi nilijua tu kwa akili zako wewe. Kweli zisingeweza hata kufocus kwamba uweza kuja huko. Lakini lazima kwa mpumbavu tu mmoja mali kama anaweza kukushauri kwamba wewe kunileta hapa. Sasa umenileta hapa umepata faida gani sasa? Na wakati kuna matoa tu mnyamba kana kwa kuzungumza wakati kwa kama vile tunyewe mna hata akili. Shemeji yako ameondoka tena. Na hata kwenye simu hapatikani. Sasa sielewi nifanye nini. Kwa hiyo mimi nikusaidieje? Nimekuita hapa tuje tushauriane. Unaona sasa? Mambo ya kunilazimisha nimtongoze shemeji yangu. Hata kama ingekuwa ni mimi hapa nisingekubali. Bali nilikubali kwa sababu tu ni kaka yangu. Sasa ona sasa ameondoka. Utafanya nini? Kwanza ulimaanisha nini mimi kumtongoza shemeji yangu? Kuna mahali nilipita. Malonda. Mimi nadhani ndugu yangu nimekuleta sehemu ambayo iko sahihi. Kwanza mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Yaani umefanya maamuzi ambayo yako vizuri sana. Huyu jamaa tulipotoka hapa, uaga kopeshi wala uaga halengi hata siku hii. Hata siku moja. Yaani wewe akikwambia kitu ni hivi kinakuwa kinakaa kinafanyaje? Kinanyooka. Kwa yani kikubwa tu kwamba namkubali hicho. Kwa hiyo kwani wewe amekupa masharti gani ndani? Amenipa masharti magumu. Alichoniambia nimwambie mdogo wangu atembee na shemeji yake. Lakini sema ni sharti ambalo gumu kidogo, lakini mimi nikijitazama sharti langu ambalo nilopewa. Kaka, mimi awe bibi, awe binti, awe mama, mimi napita naye. Kikubwa mimi ninachokiangalia ni hichi. Na ndio maana mimi mzee unanikuta hapa mjini. Situmbuki. Pesa ninayo, kila kitu ninacho. Sasa wewe ndugu yangu jitahidi. Baba. Kama ansadu. Yanga gete. Hiyo ni kawaida. Acha timiza alafu mimi utakuja kuniambia. Nikaambiwa kwamba nifanye hivyo kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo blaza, bado unaamini imani za kishirikina? Kwa nini usitumie nguvu zako kutafuta pesa? Sasa ona sasa ameondoka. Na hapo uombe Mungu awe mzima. Akifa, hili ni tatizo kubwa umeleta katika familia. Mimi sina cha kukusaidia kiukweli. Hello. No, dada. Niambie mdogo wangu. Nasikia huko. Wema vipi hali? Salama dada. Naambia watoto wa jambo. Na jambo ndio nimetoka serikali kushughulikia ile sala. Umefanikiwa? Nimefanikiwa dada. Haya, sawa. Haya, nasema asante. Asante pia. Usijali, taendelea kupambana ili watoto wapate haki zao. Haya dada. Sawa. We B. Naam, mpenzi wangu. Unavaa muda wote.
Baba nakuja. Fanya haraka tuondoke bwana. Usijali. Haya nakusubiri. Habari yako? Namuulizia Bulenya yuko wapi? Mwite. Baby. Baby. Ndio mpenzi wangu. Kuna wageni wako. Na unajua katika kipindi bwana unaweza Chini ya ulinzi. Ulinzi. Kacha. Wewe kabla tena wanafunzi wa shule. Chini. Wewe unajui unachofanya. Kabla tena wanafunzi wa shule. Kama usiongea chochote utakachoongea tutatumika kwenye ushahidi dhidi yako. Kimya. Ainuka. Baadhi yako. Chap. Ungamka. Lakini sio sawa. Wewe. Pole shoga. Pole tena. Utakapokaa hapa haitaniletea shida ame? Hapana, sitakuletea shida. Kwa sababu hata hivyo hawajui mimi niko wapi. Pili, nimefanya hivi ili nimwangalie mume wangu ili swala atalichukuliaje. Na pia upande wa mama yangu nilikuwa nikienda nyumbani anielewi, lakini naamini kupitia hili swala atajua ukweli wote. Kwa hiyo nakuahidi sitokuangusha na nitakaa wiki 2 tu. Mambo yakitulia mimi nitarudi. Sawa, karibu. Maana hapa tupu shemeji yako amesafiri. Hayupo. Kwa niko peke yangu. Nitashukuru nimepata mwenzangu wawili. Kwa hiyo ndo mnaishi nyumba moja na shemeji yako alafu anakutaka. Alafu mumeo hataki kukuelewa kabisa. Kwa kweli mtihani. Pole sana. Bwana. Wewe umefurahi, si ndio? Kuhusu nini? Haya yote umetaka wewe. Mimi kwanza kuitwa kwenye dawati la jinsia kule. Ulitakaje? Sio kama nilitakaje. Kwa nini mwanamke ambao hutumia akili? Hivyo mimi kabisa nianze kuhudumia familia mbili. Nikuhudumia wewe, niende nikahudumia na ile familia. Ni swala ambalo gumu. Watoto wa nani? Wewe ndio mwanaleta duniani. Unashindaje kuwahudumia watoto? Unataka kuua viumbe ambavyo havina hatia? Hizi ni dhambi zako zinakutafuna, unatakiwa yaani uwajibike kutokana na dhambi zako. Mimi shida yangu sio kama shida sio watoto. Shida yangu mimi wewe kwa nini utoke hapa? Kwanza kushirikiana na yule kwanza kunipeka kwenye dawati la jinsia. Na habari zako za kwanza kuniambia tu kwamba wale watoto ni wa Mungu. Utawajibikana kutokana na dhambi zako. Sikiliza mwana. Yaani hili hapa. Yaani nakwambia mimi siwezi. Siwezi kabisa. Siwezi. Na kama ndio hivyo, basi utaachika wewe, basi nianze kulea watoto. Bana mpiga na kuwa mpumbavu ambao unaanza kufikiria akili yako wewe. Hataka focus. Nasema utanyooka. Watoto utawahudumia hata usitake. Huu sio muda wa kulaumiana. Kinachohitajika tumtafute, tujue yuko wapi. Sawa mama. Nitajitahidi kumtafuta. Lakini kinachonipa hofu ni kwamba hapatikani kwenye namba zake zote. Najitahidi kumtafuta lakini simpati. Sasa sielewi nifanye nini. Hilo ni jukumu lako. Ufanye kila njia ili umpate. Nitafanya hivyo mama.
Nitakwenda kituo cha polisi kwenda kuripoti ili tuone kitakachojiri. Ufanye hivyo, uhakikishe umempata. Usipompata mimi sikuelewi. Samu wangu akatakata hapa dakika moja kutolea vitu vibichi kama ilivyokuwa kawaida yako unajua. Wanangu nimeshinda miaka yote haja kula vibichi, umekuja wanipikia vibichi, maisha gani unaoleta? Sasa niangalia utakuja kubutwana hivyo vitu vyenyewe unajua. Sasa mwanangu unajua naenda leo maisha yako. Unajua sikia nikuelekeze hapo wenyewe, usi mke wako. Sina chochote unachotaka tunafanyia. Wewe unamchukua unamvuta pembeni unamuelekeza. Poa jana vipi mbona umeenda hivi na hivi mbona umeenda alone? Maisha yako wanangu wanalalamika. Mbona kwa kama unaitafezea kwa kiona sikia hajajisikiliaje? Atajichukuliaje? Atajinaweka sio mwanamke kama watu wengine. Maisha yako mwenyewe ulimpenda mwenyewe. Hapo kwenye bigi nyamazo unajua nini? Usha msome kweli, usha anazingua. Anapikaje wali mbichi? Wote mko na sisi chakula wali mbichi. Hata mwenye kupika na mshini. Hapa angalia maisha mengine kuishi nao. Hii kesi huyu mwanafunzi. Unajitetea nini mzee au unapenda miaka 30? Mbona kama hivyo fikiri? Tumia akili. Acha kumsikiza huyu kibigi. Wewe unamsikiza wewe? Wewe unamsikiza wewe? Usho kama ana demo. Au ana geto. Ana vitu ndani. Ana masufuria. Hata kama anasema huyu kesi anaendani. Kesi hata sana anawajea. Mshakuru umemtoa kwao unajua. Katoka kwao afu unakuja hapa tena unamletea fezea kama hizi hapo na sasa atajisikilia. Sababu wewe sio swala miaka 30 kitu gani maisha kisa mimi naingia natoka au vipi? Na hicho. Mkupa nani hizo taarifa? Ameniambia Maya. Alikuja kwangu, amekaa wiki 2 hapa, anaondoka juzi. Kutokana na huyo shemeji yake Sparo, anamtaka kimapenzi. Sparo imekuwa tatizo kwa Maya mpaka anaondoka kwa mume wake. Na wewe nashangaa tu unavulia kimapenzi na huyo Sparo. Ndio maana hataki kukupeleka kwao. Hakupendi mdogo wangu. Stuka mapema. Ndio maana ananiambia na mambo yake. Anaishi ambayo aliopewa na kaka yake. Kumbe shule yenyewe ndio ujinga kama huo. Alafu anaenda kumtaka shoga yangu Maya. Ama kweli mwanaume huyu wa ajabu. Nimeamini sasa. Usipostaajabu ya Musa, utastaajabu ya Firauni. Asante Dalecho kwa taarifa. Pole sana mdogo wangu. Majaribu tu hayo yatapita. Asante. Vipi machizi? Vipi? Vipi mambo kati nyonyi? Bora sasa kama mzee wangu. Kuna sasa tunafanya kuna vidogo hivi. Huko vitala tunafanya sasa kwa kutupa na kwa muonyeshe watu tunafanya. Vitala posi hapa. Baridi hapo mzee wangu. Mke wangu naomba unisamehe. Changamoto ambazo tumezipata ziishe. Kuna mtaalamu tu aliniambia
nikifanya hivyo nitafanikiwa kifedha. Kitu ambacho nimekitambua ni kwamba wewe ni mke bora sana kwangu, kwa sababu nimetambua unanipenda na unanithamini. Hukuweza kutimiza kile ambacho alitaka shemeji yako ukitimize. Kwa hiyo kuhusu hilo naomba unisamehe sana mke wangu. Sawa. Kitu sichokijua mume wangu ni kwamba mimi kwako sijafuata pesa, wala sijafuata hizo mali zako, wala hizi nyumba zako nzuri. Mimi nimekufuata wewe. Ungekuwa hata maskini ule kulala kwenye maboksi, bado mimi ningekuwa ni wako. Halafu mume wangu wewe ni msomi, kwa nini unadanganywa na watu kama hao? Maisha ni kutafuta. Mimi naamini polepole ndio mwendo, haraka haina baraka. Subiri wakati wako utafika, kama unahitaji utajiri mkubwa kuzidi. Tusiongee sana. Mimi nimekusamehe. Nashukuru mke wangu. Alafu mume wangu, hapa kuna swali. Kwa yule mdogo wangu, nadhani unajua kwamba siku zote maisha anayoishi mdogo wangu sio mazuri, na kama unavyojua kwamba wahenga wanasema majanga. Kwa yule endapo leo hii akipata tatizo, sisi ndio tutakayeangaika. Ila nina ombi moja, unisaidie pesa tumpatie ili afanye biashara apate hela kihalali, na mimi ndaweza hata kumsaidia mama pale nyumbani, kuliko haya maisha anayohangaika ya kutangatanga ya kujiuza. Mimi naamini mwisho wake utakuwa mbaya. Kuhusu hilo mke wangu sijari. Haina shida. Tutafanya hivyo. Nitakupatia. Sawa mke wangu? Sawa. Nakupenda mke wangu. Nakupenda pia. Spalo. Kila unalofanya mimi nalifahamu. Ujinga wote unaofanya mimi nautambua. Ila kaa uelewe, kila kazi duniani ina bajeti yake. Na bajeti ya mapenzi ni upendo. Na hicho ndio nilichowekeza kwako. Lakini kwa kuwa umeshindwa kulitambua hilo, basi sitaki kuendelea kuumia na mimi. Bwana Fatuma. Yes, Fatuma. Vipi mwenyekiti, ulifanya mawasiliano? Ndio afande, mawasiliano nao wamesema hapo njiani mzuri na defender. Halo? Mama, naomba uwahi hapa ofisi ya serikali za mtaa, mwanao yuko hapa, uje umchukue kabla defender haijafika. Hello. Wewe ni nani ambaye unanijua? Umeniita jina walonipa wazazi wangu. Nasikia hivi unajiita Jacqueline. Mimi ni dada yako Maya. Ndoa imekushinda au? Acha maneno kupumbaza.
nimekupigia simu kukuambia kwamba nimeongea na simu yako. Wewe amenipatia pesa milioni 1 na nahitaji nikabidhi kwenye biashara kwa sababu sitaki niona najua naenda kutoka kwa sababu yangu kwa kweli. Milioni 1.5? Ndio. Dada, unasema kweli? Nahitaji uniambie nini au biashara gani unataka. Wewe biashara hayo maisha ya kuhangaika sana nayo. Ndio kwa mbaya sana. Maana naona Jamani, nimefurahi sana. Yaani nimefurahi sana dada. Yaani kesho tu asubuhi na mapema anakuja. Yaani naona kama vile ndoto. Poa dada. Okay, sawa. Okay. Yaani nahisi kama ndo Mama, naomba unisamehe mama wangu kwa yote nilikuwa nimekukosea. Najutia mama wangu kwa yote nimekutendea. Si kwamba maisha yalikuwa naishi mama wangu ndio ilikuwa maisha mazuri. Maisha yalikuwa naishi huko, basi yote nilikuwa namtumia na kutaka. Hivyo mama wangu. Asante sana mwanangu. Je, umerudi hapa unataka kusoma au unataka kujiunga na umoja wa kina mama ukae nyumbani uolewe? Nataka kusoma mama wangu. Kama naweza watanipokea. Swala la kupokelewa na walimu ndalijua mimi kama watakupokea la wasipokupokea. Yote nitajua mimi. Asante mama.